uwe na Roho Mtakatifu, lazima ndani yako kuwe na amani. Bwana asifiwe. Zaburi sura ya 4 mstari wa 8 inasema, katika amani nitajilaza na kupata usingizi, maana wewe Bwana peke yako ndiwe unijaliaye kukaa salama. Kumbe ukikaa na Roho Mtakatifu, Daudi anasema Bwana atakuwa ndani yake ili aweze kukaa salama. Roho Mtakatifu. Sasa ule mwili unaouona sasa, ule mwili hautakuwa nao wakati huo. Huo mwili ulionao sasa unaojivuna na kujidamba, ukiwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ataweza kutengeneza maisha yako. Ukiwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anaweza akapitisha katika eneo la kumwendea kwa usahihi. Roho Mtakatifu ni sehemu ya maisha yako. Roho Mtakatifu ni sauti ya pili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sauti ya kwanza ni Mungu mwenyewe, lakini sauti ya pili ni Roho Mtakatifu. Yesu anasema kwamba tutumie Roho Mtakatifu ambaye tutaweza kuendana naye. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu hauwezi, kwa sababu huwezi ukaongeza chumvi kwenye mboga pasipokuwa na Roho Mtakatifu. Ukisema uweke vijiko 4, maana yake hiyo mboga hutaila. Lakini kinachokufanya uweke chumvi kiasi ni kwa sababu Roho Mtakatifu anakuwa ndani yako. Anakuzuia, anakwambia ukiweka chumvi nyingi itazidi. Roho Mtakatifu anakwambia punguza chumvi. Ndio maana unaweza ukapika chakula ukakila, kwa sababu Roho Mtakatifu amekuelekeza namna ya kupika chakula. Unaona kabisa kwamba maji haya nimeweka ya moto, nikisema niende nikaweke bafuni niweze kuoga, haya maji yataniunguza. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakwambia weka maji kidogo humu ndani. Unapoweka maji kidogo, ile joto linapungua. Ndio maana Yeremia sura ya 4 mstari wa 14 inasema, Yerusalemu, jioshe moyo wako, usiwe na uovu, upate kuokoka. Mawazo yako mabaya yatakaa ndani yako hata lini? Bwana Yesu asifiwe. Sasa ili uwe na Roho Mtakatifu ndani yako, ni lazima uwe mtu wa rehema, ni lazima uwe mtu wa kuomba utakaso, ni lazima uwe mtu wa kumwambia Mungu, naomba unisamehe kwa sababu nakutenda dhambi. Kuna wakati namuuzi huyu baba, kuna wakati namuuzi huyu mama. Bwana asifiwe. Ndio maana sifanikiwi kwenye biashara yangu kwa sababu siipendi. Wakati kuna wengine wanaamka muda wa saa 1, wakati kuna wengine wanaamka saa 11 kwenda kwenye biashara, lakini mtu unakuta anaamka muda wa saa 3, saa 4 kwenda kwenye biashara, alafu kesho anasema siuzi. Bwana asifiwe. Anayemuongoza kuamka saa 4 ni nani? Ni mapepo ya biashara, yamekaa kwenye uchumi wake, yamekaa kwenye biashara yake, yamekaa kwenye maisha yake na akili zake. Ndio maana hauwezi kufanikiwa. Mtu anayeamka asubuhi mapema, Bwana asifiwe. Biblia inasema mwanamke anatakiwa kuamka asubuhi alfajiri, ili aweze kuandalia wana wake na wajakazi wake chakula. Sasa wewe ukiamka asubuhi unaamka uende wapi? Ndio maana unaweza ukashangaa mtu hata kanisani, si ndio? Umetoka nyumbani vizuri kabisa, unashangaa unapita unasimamishwa na mtu aanze kuongea naye. Maana yake nini? Bado Roho Mtakatifu hajakaa ndani yako. Mwingine unaweza ukaamka saa 11 lakini kanisani ukaja saa 4. Unaweza ukaamka saa 11 kanisani ukaja saa 3.